Karibuni UK Swahili, tusemezane. Hapa tunafasiri Kiswahili. Leo ni siku nyingine nzuri ama yenye raha ya kusoma siri rahisi ya 24. Na kabla tujaendelea na mada ya leo, basi ningewarai mjisajili na UK Swahili na mshirikiane na watu wengine, angalau watu wengine waendelee kusikiza UK Swahili kwa wingi. Na hivyo basi itatupatia motisha wa kuendelea kutengeneza vipindi vingine vingi. Basi bila kupoteza muda, siri rahisi 24 ama siri ya 24 inasema mada yake: kadri mambo yanabadilika ndio tunafaa kutegemea kanuni ambazo hazibadiliki. Niruhusu nirudie tena. Kadri mambo yanavyobadilika ndio tunafaa kutegemea kanuni ambazo hazibadiliki. Masuala ibuka yakibadilika kila uchao, ndio basi tunafaa kushikilia misingi ya mambo yasiyobadilika. Kwa mfano, tamaduni za kuishi vema na jamii imefanya wengi kufaulu. Tunavyoendelea na hiki kipindi tutafafanua zaidi, naomba tutaelewa sisi wote kwa pamoja. Teknolojia na lugha hubadilika, utamaduni hubaki vile vile, haswa ikinakiliwa kwa vitabu, nyimbo na sanaa za wakati huo. Kanuni za maisha hazibadiliki. Hata mambo mengi yakibadilika kwa kasi, kuna yale hubaki kwa uhalisia tangia zama za jadi. Hizi siri zimefanyiwa utafiti na zimetumika na wengi kwa zaidi ya miaka 1400. Mie nawe naona ndio bado hatujazijua, ama kama tumezijua juzi, ama tungezijua mapema basi tungezitumia. Nikuulize, mara ya mwisho kuona simu ya kulipia ni nini? Hapa namaanisha simu halisi, ambazo namba zilikuwa kwa mviringo. Wengi wetu tumezaliwa kizazi cha teknolojia. Wakisikia simu wanafikiria rununu ama rukono. Kizazi cha Jayden na Emilio, wacha niwaelezeni kwa kwa upole na kwa urahisi. Simu ni ile ilikuwa imeangikwa kwa ukuta. Ukiipokea simu huoni namba ya unayepiga, na lazima ushike chombo kikubwa mkononi uweke kwa sikio. Hicho chombo ndio huitwa kiwambo. Rununu nayo hubakia kwa nyumba na mara nyingi huwa mezani, sio ukutani. Ndio maana hizi mnatembea nazo mfukoni huitwa rukono, ikiwa ni kufupisha maneno ambayo ni rununu ya mkono ukitumia lugha ya ung'eng'e, mobile phone. Siku hizi rukono inatumika kama simu, shajara, studio ya mziki na filamu, kupata wapenzi na kadhalika. Teknolojia, sayansi na taaluma ya daktari hubadilika ili watu wa sasa tuishi maisha marefu na bora kuliko wazee wetu waliozaliwa 1900s. Uzuri ni eti tunaweza tumia mambo yasiyobadilika kuelewa yale yanayobadilika kwa kasi. Kwa mfano, kina dada kutaka kuishi kama ndume, kuwa kijogoo na kuwa na wapenzi 100 au zaidi wakati wa maisha yao ya .com. Ikianza mwaka wa 2000, wengi waliwekeza kwa mitandao. Kunradhi, tumeyaweka mambo ambayo hubadilika kwa vikundi vitatu. Naomba uviweke kwa umbo la pembe tatu. Upande wa kwanza kuna sayansi, upande wa pili kuna teknolojia, alafu upande wa tatu
kuna medicine ambayo ndo sisi tumetafsiri tukaita udaktari ama fani ya kuzuia maradhi. Hivi ndio vikundi vitatu ya mambo ambayo hubadilika. Natumai umeelewa. Labda utaniruhusu nirudie. Tumeziweka kwa umbo tatu. Umbo la pembe tatu. Upande wa kwanza tumeweka sayansi, upande wa pili teknolojia, na upande wa tatu udaktari ama fani ya kuzuia maradhi. Teknolojia, sayansi na taaluma ya udaktari hubadilika ili watu wa sasa tuishi maisha marefu. Uzuri ni eti tunaweza tumia mambo yasiyobadilika kuelewa yanayobadilika kwa kasi. Kwa mfano, kina dada kutaka kuishi kama ndume. Wakati wa .com ikianza mwaka wa 2000, wengi waliwekeza kwa mitandao. Wengi hawakuelewa biashara ya mitandao wakati huo. Waliingiwa na raha ya kuona wateja wakitazama bidhaa bila haja ya kwenda dukani ama kwa viwanda. Biashara nyingi zilianguka sababu wateja hawakununua chochote baada ya kuangalia wavuti wa kampuni ama tovuti ya kampuni. Hapa ndiyo wahasibu na wakaguzi wa takwimu wakakumbuka. Biashara hufaulu pesa zikiingia kwa akiba ya kampuni. Haina maana milioni wakitazama bidhaa pekee. Kuweka biashara haiongezeki faida kuwa inageuka kuwa uraibu tu. Ukiweka biashara ambayo haileti faida, basi linamaanisha hiyo haitakuwa biashara. Hiyo itakuwa uraibu, yani unafanya tu kupoteza muda. Hamna kazi hapo. Pesa ndio damu ya biashara. Mwisho wa mwezi utahitajika kulipa kodi, umeme, mshahara kwa wafanyikazi, kulipia leseni na washirika wengi unaofanya biashara nao. Kupendwa kwa mtandao haitasaidia lolote. Lazima wangetafuta namna ya kupokea hela kutoka kwa mifuko ya wapenzi watazamaji. Ilichukua muda wa miaka kadhaa, baadaye M-Pesa ikaongoza, kisha PayPal, kisha kadi kulipia mtandaoni, ndio wakaita contactless. Kitu cha maana kisichobadilika ni kuwa ili biashara inawiri haiwezi tegemea mikopo, deni na kupendwa kwa mitandao jamii. Lazima itafute namna kupata faida, la sivyo baada ya miezi 6 itafunga milango na watu warudi kwa mama zao nyumbani wakalime. Kutengeneza mali ina faida kwa jamii, na ile jamii pia husaidia kampuni kupata mauzo na faida baadaye. Wafanyakazi watapatikana pale, serikali itahusika kuhakikisha leseni na usalama pale kampuni imewekwa ama pale kampuni inafanya shughuli zake. Nyege ni kunyegezana kati ya jamii na wakurugenzi wa viwanda na kampuni. Nichukue nafasi hii nikuulize, wewe unafikiria kinyume cha utajiri wa mali ni nini? Nikuulize tena, je, unafikiria kinyume cha utajiri na mali ni nini? Nakupa sekunde 3 ufikirie. Najua Kiingereza kitakwambia ni umaskini, lakini kwa lugha ya Mungu aliongea na mitume wake wakati wa kuandika vitabu vitakatifu, kinyume cha utajiri ni maovu, ama kwa lugha inayoeleweka kinyume cha utajiri ni dhambi. Nikirudia na kusisitiza, kinyume cha utajiri ni dhambi au maovu. Najua unauliza kwa nini hivyo?
Haya basi, tuendelee tutang'amua ukweli pasi tunapoendelea. Lengo lake Maulana ni jamii iwe na utajiri inaweza kuwaruhusu watu waishi maisha ya raha na utulivu. Utajiri ni raha kwa Mungu sababu anajua wanawe wanahudumia wanawe wengine hapa duniani. Basi ina maana ikiwa hamna biashara na utajiri kwa jamii, basi watu wanafanyiana maovu, haswa kwa kukosa kuboresha maisha ya wengine. Kwa siri za awali tuligundua mali ni baraka kwa kufanya mema kwa jamii. Basi ina maana jamii maskini zina matokeo ya kutotii kanuni zake Mola. Wanafanya shughuli ambazo hazimpendezi Maulana, ndio maana hawajabarikiwa na utajiri. Ieleweke, sijamaanisha mtu binafsi akiwa maskini anafanya dhambi, haswa wenye ugumu wa kifedha. Sijasema mtu binafsi. Nasema kuwa jamii maskini mara nyingi huwa na maovu, ufisadi, viongozi wanaodhulumu raia. Baada ya muda umaskini unakithiri. Hamna raha kuwa maskini, asikudanganye mtu. Wale maskini ndio watakubaliwa mbinguni. Asikudanganye mtu ati wale maskini ndio watakubaliwa mbinguni wa kwanza. Uongo mtupu. Huo ni ulaghai unaoenezwa na wenye kuwadhulumu watumwa miaka ya 1900s na wakoloni pia. Utajiri na mali ndiyo mizizi inayoendelesha biashara zinazoendeleza kufaulu kwa jamii. Hii kanuni haitawahi badilika. Nashuku wazazi wengi wamewafunza wanao kuwa na pesa na mali ni dalili ya kufanya maovu. Lakini haya si kweli. Utajiri na mali ndio vigezo vinavyoendeleza jamii na nchi zilizofaulu. Hili ni jambo halitawahi badilika. Matajiri kwa jamii inamaanisha jamii inakuwa bora zaidi. Basi nikuelezee ambazo vitu 3 ambazo hazibadiliki, ambazo ndio kwa UK Swahili tunaziita kanuni ambazo hazibadiliki. Kama awali tunaziweka kwa umbo la pembe tatu kunradhi. Umbo la pembe 3, upande mmoja tunaweka Maulana ama kiroho, mambo ya kiroho. Najua si wengi wanaamini kuna Mungu. Sasa basi tuweke mambo ya kiroho, Maulana ama mambo ya kiroho. Alafu upande mwingine tuweke binadamu, yani watu, binadamu. Alafu upande wa 3 tuweke kanuni za mazingara. Najaribu kumaanisha nature, kanuni za mazingira au mazingara. Sijui tofauti ni gani kati ya mazingira na mazingara, utaniwia radhi. Ili kuelewa mambo yasiyobadilika, chora umbo la pembe 3 tena. Juu andika weka Mola ama roho za kiroho. Kulia andika mazingira, alafu kushoto ni binadamu. Kanuni zinazoongoza tabia na ambavyo dunia inafanya shughuli zake hazibadiliki. Hata raia wakiona kana kwamba wamesonga mbele kimaendeleo. Hii ndio misingi thabiti ya kukuweka imara hata mambo mengine mengi yakibadilika. Hivi ndio maendeleo yako binafsi huwa bora ukielewa na kufuata miundo misingi ya kuongeza maisha yako. Najua unaelewa zaidi kuhusu sayansi na teknolojia ikilinganishwa na babu au bibi ambao wako kule nyumbani. Lakini hivyo tuelewane. Hamna vile utawafunza hao wahenga kuhusu kulea watoto. Basi unavyoendelea kufyonza elimu kuhusu teknolojia, ingekuwa heri ama itakuwa heri ujue namna ya kulea kutoka kwa wazee wako.
sio wewe wafunze. Punguza kiburi chako cha kutumia iPhone na AI. Hauwezi kuwafunza wazee wako kulea watoto. Hili tukubaliane. Umbo la pembe tatu huwa thabiti haswa kwa ujenzi wa paa na madaraja. Umbo hili hutumika sana na wahandisi, maana kwa pembe zake tatu vyuma na mawe vinastahimili uzito mkubwa. Maishani, ukiunganisha mambo matatu yanayobadilika na yale matatu yasiyobadilika, huna budi utabaki kiumbe thabiti na wanaokuzingira watapata manufaa kemkem. Kutambua Mola wako na vile dunia inafanya kazi kwa miaka zaidi ya mamilioni ni muhimu. Haya ni mambo hayabadiliki ikilinganishwa na mavazi, nyumba unakoishi na tarakilishi unayotumia nyumbani, kazini au skuli. Tukirejelea swala la kulea wanao, haijalishi mnaishi London au Zacatecas, Mexico. Kuwadekeza wanao kwa kuwapatia chochote wanataka kama simu na ala za kuchezea. Hata iwe karne ya 15 walikuwa wakidekezwa na farasi wadogo, au jue bado halikuwa wazo bora. Utakuwa unaharibu mtoto wako ama wanao ukimpatia pesa kila wakati analia. Tunafaa kugundua kuwepo kwa rukono na programu au mifumo mnaita apps haifai kuathiri mahusiano kwa familia. Namna ya wachumba kupatana hadi kufikia kuoana haibadiliki. Hata utumie simu gani, iwe iPhone, iwe Android, iwe Microsoft, iwe Xiaomi, iwe simu gani, haifai kuathiri mahusiano yako na wapenzi wako na familia yako. Kufanya mambo mazuri au mabaya haijalishi nimetumia kifaa cha kisasa au cha awali. Hisia zangu binafsi ndio zinaitawala. Ndo maana tunafaa kuegemea kwa kanuni za kiroho, mazingira ya dunia na binadamu ambazo huongeza mambo yanayobadilika. Ama niseme, nikirudia, kanuni za kiroho, mazingara na ya dunia na binadamu ambazo ndio huongoza mambo yanayobadilika kama vile teknolojia na taaluma ya udaktari na sayansi. Hiyo ndio ilikuwa siri ya 24 ambayo kwa ufupi, kadri mambo yanabadilika ndio sisi binadamu tunafaa kutegemea zaidi zile kanuni ambazo hazibadiliki. Na kanuni ambazo hazibadiliki ni 3, na tukizitaja kwa haraka, upande moja kwa umbo la pembe tatu kuna Maulana ama kiroho, mambo ya kiroho. Alafu kuna binadamu, alafu kuna mazingara. Nikisema binadamu namaanisha kila kitu kinaweza kuwa kinabadilika, nyumba, teknolojia, lakini akili zetu hazibadiliki kwa kasi ukilinganisha na teknolojia. Ulivyotembea, unavyotembea ndio babu yako amekuwa akitembea, ndio watu wamekuwa akitembea kwa mamilioni ya miaka. Unavyoogopa ndio watu wamekuwa wakiogopa kwa milioni kadhaa. Kwa hivyo ukisema ati wewe umesoma sana, unajiona uko tofauti na binadamu wengine kidogo, tunakuona mtu boom boom boom. Maadamu hata uwe na teknolojia gani, tangia jadi kila mtu baada ya kula lazima ataingia kwa kichumba fulani, sitaki kukitaja jina, lakini sisi zote tunajua tunakitumia kila siku.
uwe unaishi Zacatecas kule Mexico, ama uwe unaishi Worcester Marekani, ama uwe unaishi Kayole ama Deep Sea Westlands, sisi sote tunatawaliwa na msukumo wa damu, na hii haibadiliki, na kama itabadilika itachukua miaka mingi sana. Basi nikitamatisha, ndio hivyo sasa. Tupatane kwa siri ya 25 panapo majaliwa. Tutapatana siri ya 25